kabla sijaongea chochote, hebu naomba wote kwa pamoja tuangalie clip hii ya hawa wasanii wenu mnaowaita vioo vya jamii. Na msikilize maneno yake. Kiboko kabisa jamani. Leo nimeleta sehemu zangu za siri kuzifanyia. Tamu kidogo. Nimekuja kuzifanyia nani? Poa, kiboko kabisa jamani. Leo nimeleta sehemu zangu. Kwa niaba ya kamati yetu tunapenda kuuliza swali. Huyu dada nani yuko nyuma yake? Na kwa maslahi gani? Na kwa faida ipi? Ambapo mpaka sasa anashindwa kuchukuliwa hatua. Mimi ni shahidi. Aliyekuwa waziri wa mambo ya ndani, Mheshimiwa Jumanne Sagini Jumanne, ambaye sasa hivi Mheshimiwa Rais amemhamishia katika Wizara ya Katiba na Sheria, ni naibu waziri kule, alishamkamata udada na maushahidi ya kutosha. Na mimi nilikuwepo kwenye kamati. Kulikuwa kuna video anawauza wenzake, anawanadi, wanacheza utupu. Mwenye wezele kubwa ama makalio makubwa anaambiwa bei. Udada ashakutwa mpaka kwenye ile michezo ya chupa. Wale wanacheza wanakalia chupa. Na aliwahi kukamatwa. Wakafunguliwa kesi. Wakapewa adhabu mpaka ya kudeki vituo vya polisi mwezi mzima. Wakalia, akaomba msamaha na watu wake. Lakini hivi karibuni niliona ni kama Mheshimiwa Gwajima, waziri wa maendeleo ya jamii, if I'm not mistaken, nafikiri aliwahi kumtafuta na I think nadhani kumuonya hapa na pale. Lakini ni kama jini ama kama pepo linajibadilisha. Leo utamuona labda kwenye yani sasa hivi kuna uchafu unafanywa, uvunjwaji wa maadili unafanywa kupitia kivuli cha watu eti wanatangaza matangazo ya biashara za watu. Kwa hapa wakiitwa kujitetea utasikia nilikuwa natangaza biashara, nimelipa. Biashara gani huu? Ni uchafu, ni ukuzi. Natembea mitaani kwangu. Mama basikeli huko nyuma inaenda. Hii mtu anaenda mpaka saluni, unavua nguo. Tena hizi taulo ni wanajificha hivi kwa sababu mnawarekodi wanapopiga promo. Mtu anashikwa sehemu za siri, tena anakuambia leo nimeleta sehemu zangu za siri. Anachezewa hapa, anajirekodi video, wana publish kwenye mitandao. Tunataka kujua kwa nini aina ya watu kama hawa mpaka sasa hivi tunavyozungumza wanaendelea kujichetua kwenye mitandao ya kijamii. Tunataka kujua kwa faida ya nani? Nani anampa jeuri huyu dada? Tunataka kujua hilo. Kwa sababu kama ukisikia unasema unasema sikio la kufa ndio huyu dada. Sikio la kufa ni huyu. Ile mtu akiambia huyu ni sikio la kufa, maana ni mtu ambaye hasikii. Tunataka kujua kama ana matatizo ya upungufu wa akili. Tunataka kuona basi hata amekamatwa amepelekwa kutibiwa huko akili. Na niseme mimi sitaki kulaumu serikali. Nataka nilaumu viongozi wa kiroho, baadhi yenu, baadhi ya maaskofu, baadhi ya wachungaji. Hakuna mchungaji wala askofu ana smartphone. Haya mambo mnayaona. Na kuna watumishi wengine baadhi, sisi kuna magrupu kuna wakati tulikuwa tunaweka mpaka namba fake, tunaingia kwenye magrupu tunaadiwa ili kuona uchafu unaofanyika kwenye magrupu. Kuna watu wengine mpaka wamo. Lakini sasa hivi watumishi wa Mungu baadhi yenu mmeacha kazi yenu ya kukemea maovu. Mko kwenye siasa, mnajichanganya pia kwenye siasa, huku maadili yanazidi kuharibika. Kuna faida gani tuwaone wachungaji wote mnaishia kwenye siasa, alafu huku maadili, yani uko radhi mchungaji ama askofu fulani unaenda jimboni eti kumsaidia mbunge, halafu wewe huwezi kusimamia nafasi yako ukakemea uovu? Nasema kama Mungu aishivyo, kuna damu za watu mtazibeba nyie.
Kuna watu walitakiwa sasa hivi wao wamepona, wasio wanafanya mambo machafu katika taifa hili la Tanzania kwa msaada wenu wa kiroho. Na Biblia imeonya kuhusiana na mapato ya aibu kwa maaskofu na wachungaji. Mimi ni shahidi, kuna baadhi ya wachungaji wanaweza wakaitwa kwenye vikao na wachungaji wenzao kwa ajili ya kusolve mambo ya namna ya kusaidia jamii, kuwafikia. Wanakwambia hawezi kuja kwenye vikao mpaka walipwe posho, hawezi kuja kwenye vikao mpaka wapewe pesa. Halafu kesho tunaanza kulalamika wazungu wanatuharibia taifa la Tanzania, wageni watalii wanatuharibia taifa la Tanzania, maadili machafu, wakati sisi tunayaruhusu. Hivi wachungaji na maaskofu mkirudi kwenye zamu zenu, hamuoni kama mtapunguza hii adha? Mchungaji, mbunge, wakuu wa mikoa, wakuu wa wilaya na ngazi za juu hawana uwezo wa kukemea pepo katika ulimwengu wa roho na maadili. Swala la maadili la kiroho. Na waliopewa mamlaka ya kiroho ni nyie. Nyie ni mawakili wa Mungu. Biblia imeandika hivyo. Kuna wakati, kuna video tuliwahi kuvujisha, tulipenyeza huko miaka ya nyuma. Ilifikia hatua video, ukisoma kitabu cha Mwanzo, habari ya Sodoma na Gomora, ukifuatia historia, wanaume wa Sodoma na Gomora walikuwa wanacheza kama walivyozaliwa, walikuwa utupu, wanaunda mduara, wanacheza ngoma huku wanaingiliana kinyume na maumbile. Sasa hiyo ipo inafanyika, na sisi kuna video tuliwahi kuivujisha nyuma huko. Na kuna watu wangebisha, lakini ashukuriwe Mungu, walikuwa wanacheza uchafu wakiwa wamevaa jezi za Yanga. Utasema hapo sio Tanzania. Na ilikuwa kuna timu moja ilichezwa, ilikuwa ni Simba, mechi ya Simba na Yanga, sio kwa lini hiyo. Ile furaha, Yanga walichukua ubingwa, wakavaa, mimi mambo ya mpira sijui, lakini wakavaa jezi. Wako kwenye ukumbi fulani, hoteli fulani. Watu wanajua, watu wanaangalia mpira. Wanawake kwa wanaume wanacheza kama walivyozaliwa na mafuta ya nazi, wanapaka wanawake kwenye makalio, wanaume wanacheza huko wamevaa jezi za mpira. Wetu wanapiga vigoma, wanafanya mapenzi, wanaume wananyonya wanawake, wanaingiziwa vidole, yaani ni uchafu wa ajabu. Imefikia hatua ndani ya taifa letu la Tanzania, tumefikia hapo. Watumishi wengine wa Mungu hamuhubiri habari za kukemea dhambi na maovu. Yaani kila siku kanisani ni injili za kupokea magari, pokea majumba. Yanasaidia nini? Yanasaidia nini? Ikiwa Biblia inasema tusijivunie mafedha, manini, majumba, bali tujivunie ufalme wa Mungu. Makanisa mengi ya kiroho sasa hivi hayawasaidii watu kumjua Mungu, hayawasaidii watu kuacha dhambi, hayawasaidii watu kuwatengenezea mazingira ya kuurithi ufalme wa Mungu, bali anawatengenezea watu kuwaamini wao kuliko Mungu. Nasema mmomonyoko wa maadili unavyozidi kutafuna taifa letu la Tanzania, asilimia kubwa ya watumishi wa Mungu, baadhi yenu mnahusika. Mnahusika vipi? Kukaa kimya. Mnahusika kutokemea. Mnahusika kutokemea dhambi. Mungu amewapa vipawa, mbona mvitumii? Ushawahi kumuona madaktari wanatoka Muhimbili wote, wanaacha kutibu wagonjwa, wanaenda labda tuseme waende basi hapo Vingunguti kwenye bucha za wanapochimba machinjio, wasimame, leo tumekuja kuwasupport wanaochinja ng'ombe. Au wanasheria waache kusimamia kesi za watu, tuwaone basi wameenda mpirani. Mbona nyinyi sasa mnaacha nafasi zenu, mnakimbia kwenye siasa? Mbona mnaacha? Yaani leo unashangaa, unaweza kumuona askofu mwenye heshima zake anaomba kabisa, naomba niwepo mheshimiwa mbunge kwenye ziara yako. Siasa inakupeleka wapi? Taifa linanuka. Linanuka dhambi. Maovu yamezidi. Lini hatuwaoni mnakemea dhambi? Hatuwaoni kusaidia serikali. Nyinyi ndio watu wa kufunga na kuomba, ndio watu wa kukemea.
Lini mmefanya hata mikutano ya injili mitaani huko, mnawaambia jamani watu msikatike hivi ovyo, msivue nguo, mkawaambia Biblia inasemaje, mkawaelimisha? Wengine mnaogopa kusema ukweli. Hamtaki kusema, hamtaki kuwasaidia viongozi wa serikali. Tunaona mnaenda mpaka kwenye mikutano ya rais, which is good. Lakini tokeni hapo muoneshe vitendo rais kwamba mnamsaidia. Mkitoka kwenye mikutano ya rais mnayoalikwa, tokeni humo, nendeni mtaani, waambieni watu waheshimu maadili, waache maadili maovu. Rais mwenyewe amepiga kelele mara nyingi kwamba watu tutunze maadili ya Tanzania. Msaidieni. Hafu wengine ndo wa kwanza mnaongelea pembeni. Ila mbona mkiitwa amuachi kwenda? Mkiona bahasha mbona mnachukua? Kuna watu wengine rais akisikia mnavomzungumza, sijui kama mtaalikwa tena. Unafiki. Taifa, Mungu atawadai. Sikia, ukisoma Biblia kitabu cha Tito, na wakumbusha na maaskofu, mnajua Tito 1, Biblia inasema, maana imempasa askofu awe mtu asiyeshtakiwa neno, kwa kuwa ni wakili wa Mungu. Oh my goodness. Uasi, mtu wa kujipendekeza nafsi yake, asiwe mwepesi wa hasira, asiwe mlevi wala mgomvi, asiwe mpenda mapato ya aibu. Bali Biblia inasema bali awe mkaribishaji, mpenda wema, mwenye kiasi, mwenye haki, mtakatifu, mwenye kudhibiti nafsi yake. Biblia inasema mstari wa 9, akilishika lile neno la imani vile vile kama alifundishwa, yani alivyofundishwa, apate kuweza kuwaonya watu kwa mafundisho yenye uzima na kuwashinda wenye kupinga utukufu wa Mungu, wenye kupinga kweli ya Mungu. Kwa maana kuna wengi wasiotii, wenye maneno yasiyo na maana, wadanganyi, na hasa wale watohara ambao yapasa wazibwe vinywa vyao. Mstari wa 11, Biblia inasema hao wanaopindua watu wa nyumba nzima, wakifundisha yasiyowapasa kwa ajili ya mapato ya aibu. Leo mkemei dhambi. Ni injili za pokea magari, pokea majumba. Wengine mnaitwa jamani wanaotaka watoto, Bwana Yesu asifiwe. Kama unataka mtoto pita. Wanapita rundo la mama. Wengine kumbe wanatembea na waume za watu, nao unawaombea humo wanaenda eti kupata watoto, huku wanatembea na waume za watu. Nasema na Tanzania, nasema na watumishi wa Mungu wa Tanzania, baadhi yenu, rudini kwenye mstari, msaidie taifa la Tanzania, msaidie serikali. Kwenda kwenye vikao havitoshi. Tunataka tuwaone mitaani, vyombo mnavyo. Kwa nini msiende mkafunga huko mitaani? Kwamba tunavyosema hivi jamani, ngoma za vigodoro zimezidi, ngoma za watu zimezidi huko mitaani, watu wanacheza utupu. Si mna vijana, na nyie kafungeni. Mwende mkapige injili, muambie watu waache habari ya dhambi, mueleze madhara ya maadili mabaya machafu. Jamani, kizazi chetu kinachokuja, kizazi chetu, watoto wetu sasa hivi tunawaandalia mazingira gani?